Wanasema Blade Dangers. Tunaanza katika episodi ya 74. Yapa hii. Tuende sambamba. Tulipoishia ndiko ambako tunaanza. Nyama wa unyamani. Zangi upe. Tembeza kipondo mzee. Ale. Nyafarama. Yapo. Sasa natembea upanga. Oh. Leo ameingia chakika wala ana. Tabata barabara. Wakaona fursa ndio ya kwenda kumchoma panga. Kamcheko makini. Ametumia nguvu nyingi sana kumpiga kabali. Kapanda naye. Hapo. Kadeki. Kazi imeisha. Wao wenyewe tu wanajipiga mapanga ya tumbo. Bwana mkubwa kazi amemaliza. Na wangu anacheki. Kwa huu moto, chali yangu akaona huu moto ni mzito, anabidi kukimbia, kasahau viatu vyake vya mbao. Anakimbia huku mbele akutana na mtoto wa kike. Sasa huko alipokutana naye ni babaye kabisa. Afadhali kwa Zangi upe. Huyu binti ni hatari. Jireta bwana. Hapo. Asante sana. Kila namba ni namba bala. Sasa tupo hizi takataka poli. Tufanye mpango wa kuweza kurudi. Waondoke, walishatoka tayari. Wakati huo Bailani sambamba na Aliu sambamba na kikosi kizima wakatoka katika mazingira. Misha imekuwa ni ngumu kwa sababu wanaonekana pia ndani kulikuwa kuna mtego. Manake kwamba walishambulia getini lakini ndani pia kuna mtego. Asa vipi umefanikiwa kuweza kupata? Sema ndio umepata. Sema umepata nini? Asa kweli ilikuwa ni kazi ngumu sana. Vipi wewe? Mpango wako uliweza kutumia? Sema nimetumia trick ya hatari mzee. Sasa inabidi tuweze kurudi. Hapo mbavu kabisa, wote ungeniachia mimi ningora kungota unajua. Kweli? So kirahisi namna hiyo. Sasa inabidi kuweza kurudi moja kwa moja. Mazingira ya nyumbani. Basi hakuna shida. Inabidi tuharakishe kwa sababu wenzetu wanatusubiri. Sawa? Nipe huo mzigo ni ukague kwanza. Mzigo ulopatikana ni huu hapa. Hiki ni kitabu cha kisayansi zaidi cha Wajapani kwa ajili ya process zao maalum, na ni kitabu special kimetumwa kutoka makao makuu katika kambi moja kubwa sana. Sasa kimeletwa ili sasa kiendeleze operation ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba watu wanatolewa mafigo namna hii ili kukamilisha mipango ya Kijapani. Ya maana hiki ndio wanataka kuweza kutumia kwa ajili ya kuhakikisha wanawamaliza hawa wa Marekani. Mapilot hao. Kwa kweli pumbavu kabisa. Hawatofanikiwa hii mipango yao. Inabidi tuweze kumweleza kapteni haraka sana. Sasa nataka kufanya nini? Kumbe ndo na mpango huu. Mimi natamani nini nikawabutue swe. Aisha sitaki kuweza kuacha namna hii. Kumbe wa Japani mpango wao haswa ni mkubwa namna hii. Ili watengeneze vizazi vyao kwa ajili ya kuhakikisha kama wanakamilisha marubani wao waweze kutushambulia sisi kupitia ndege. Taarifa alichukia bwana Watanabe kinyama huko.您不是经常说回将之道在于心定，心定则神定，则不自乱阵脚。有交分队这个心腹大患，谈何心定神定啊？我不理解，您为什么如此悲观？高安教授正在我们的双保险下安然无恙。如果我是您的话，今夜要做的唯一一件事就是睡个好觉。
实验所怎么了？ Bwana, taarifa ikafika moja kwa moja mpaka kwa mtaalamu. Bwana mkubwa anamuita Bwana Hongliang, akasema vipi, inaikuaje? Inasemekana kwamba wameweza kuvamiwa na watu ambao ni wale takuwa ni wa kikosi cha 8, si ndio? Anasema ndio. Ndio ambao wanahusiana na hii process, yani na hizi process nzima. Ya watu kutoka kikosi cha 8. Sasa upelelezi zaidi inabidi ufanyike. Wakati ya mada anasonga mbele ghafla, kapteni, kuna kitu kimeonekana. Kuna walinzi wako hapa. Wameuawa, lakini pia bwana mkubwa alileta taarifa, anasema wanaona askari wangu wameweza kujitolea, wamekufa mzee, kufa kupona, si unaona? Sisi tulikuwa katika mtego upande wa juu, hawakuwahi kufanikiwa kuweza kuingia katika anga zetu, wakatusanukia tukawashambulia wakakimbia. Inamaanisha kwamba maadui waliingia mpaka hapa, walifeli kuwakamata, walisanuka mapema na wakakimbia. If山田芳子和他的部下继续按照原定方案在这里守候的话，那今夜就已经是那支小分队的末日了。惠子，你要记住，高丸教授绝对不允许有什么万一。我要的是万无一失。为此，别说是失去侯亮和他的警察队，哪怕就是大日本皇军士兵的性命，那也是值得的。请，高安教授，方总队长，发生什么事了？有4个混进这里，你的2名护卫被杀了。怎么回事？Taarifa analetewa bwana mkubwa anamuita Yoshiko kwamba kunaonekana kuna walinzi ambao wameuawa. Akasanuka kwamba kulikuwa kuna ule mpango ambao ule mpuuzi aliweza kuja. Sasa pumbavu, kuna mpuuzi mmoja aliweza kuja katika maeneo. Hebu niangalie kwanza, hatujaibiwa kweli? Uche kwenye lile begi tayari walishaingizwa town kitambo tu. Kudadeki yule bwana aliyekuja akasanuka kwamba ni mwizi, ameiba kilicholetwa. 高安教授，您怎么了？我忘了一件非常重要的东西，不见了。什么非常重要的东西？一个记录本，里面全是对美京飞行员进行活体解剖、详细记录资料。 Sasa wamepoteza wakati upande wa pili. Asema siwezi kusubiria jamani, lazima niende huko. Wewe Fuda Haisu tulia, sema hapana, lazima niende. Utaki kutoka na utaki kupinga amri ya kijeshi. Sawa? Fuda ameshakasirika, yeye hadi sasa hajarudi, ana wasiwasi naye, kumbuka anampenda, kwa hiyo ameshindwa kuvumilia kusubiri hapa. Lazima aende kule kule. Kambi ya 101 ndo kambi ambayo ina process na mambo mengi sana. Hatuwezi kuvumilia namna hii, yani kukaa kirahisi namna hii hapa maeneo haya, lazima tuweze kwenda huko huko. Wakati huo Zhang Yupe walipanda katika pikipiki mzee, ni kusonga mbele namna hii. Mwisho wa siku dude likazima wese. Limegoma mzee, sasa ni kutembea kwa ugoko, ni mbali mno. Anasema hiyo haiwezi kutembea tena kwa sababu tayari mafuta alishaisha, kwa hiyo inabidi tuweze kutembea kwa miguu. Au tukae tusubiri, tunasubiri si tuende. Ndoke bana. Ete. Kwanza kugombana bidi kutembea kwa mguu. Upande wa pili Daisuke ni mitusi tubaga. Hai. Yani mnasubutu kuweza kupoteza vitu muhimu namna hii. Nyinyi mnakuwa wapi? Yani mnapoteza vitu muhimu namna hii, nyinyi mnakuwa wapi?
这是你们的失职。 Nyinyi ni kina nani? 把你们送到 Kwa nini? 进行审判。 Wapumbavu wakubwa nyinyi. Yaani mtu anakuja kuingia sehemu anaiba na anaondoka, afu nyinyi takataka mmekaa tu kizembe namna hii mnaishi. 拿出一点。 Hii inamaanisha kwamba hatuna strong katika ulinzi. Mheshimiwa Bwana General, kwa kweli 判断，这肯定还是那支教分队干的。 kila mtu na akili yake na mawazo yake. Pumbavu, unazungumza kitu gani wewe takataka? 名字， Kamata au kukupiga ua. 高安教授很 Kwa kweli mheshimiwa, ilikuwa nje ya mipango yetu. Tulijaribu kutengeneza mtego, 转移到 lakini tunachojivunia bado tunaye yule mzungu, kwa hiyo hakuna shida. 小分 Tutakamilisha. Kwa hiyo mzungu atakusaidia nini labda? 有，我已经为此准备了一个好去处。 哪里？ 我的官邸， 你的官邸？ 把我的性命跟他们捆绑在一起。我在，他们在；他们不在，我亡。 快点行不行？怎么跟个小老太太一样，一步迈步？ Amri ni moja tu. Sasa huku mtoto wa kike amechoka tena. Unajua ametembea na hivi viatu toka muda leo mchana kutu, amechoka barabara. Haelewi yani, ametembea balaa. 追上来， Sasa natamani kuweza kuvivua. 都是网里的鱼。 Atembee peko. Ghafla. Oh shit. Binti akatikisika kabisa mguu. 都是你推的， Sasa unaona 这点好了。 viatu hajaizoea hii miatu ya Kijapani. 我的奶， Miatu mbao mzee. 别叫那么好听，你想给我当孙子，我还不要呢。 Sasa nafikiria afanye nini? 安吧， Sasa inakuaje? Tunawezaje kuendelea kwenda? 我在后面慢慢。 Wewe ndiko unapanga mipango yako, nenda peke yako basi. Nawezaje kwenda peke yangu? 这不是着急吗？ Unajua wewe umepanga mipango yako peke yako, unajua unataka kunitembeza mimi kwa mguu mpaka nichoke. 上来， Ndio maana ukafanya vile, pikipiki kazimia njiani. Sasa sio makusudi, inabidi nikubebe bana. 不行不行， Ah, hapana, huwezi kunibeba. 少啰。 Huwezi kutembea bana, lete nikubebe sasa hivi. Basi akambeba. 你这个计划 Wakatoa Daisuke kama kawa. 和那个， Anapanga mipango yake tu. 我就交给。 Sasa naomba muwe makini. Mkipoteza na huyu mzungu aliyebaki, 渡边君， itakuwa ni hatari. 拜托了。 Akampa heshima yake pia bwana mkubwa wa Tanabe, kwamba wanatakiwa waweze kuwa makini, wamlinde huyu mzungu mpaka wakamilishe process za kupata kitabu kingine ambacho kitaweza kumsaidia bwana professional, mtaalam, dokta maarufu sana katika maeneo haya, ambaye atakuja ahakikisha anakamilisha mipango yake. Yes. Binti anauliza umechoka? Anasema hapana, sijachoka bana. 福大回去还不得？ Inabidi kukampani mpaka tuweze kufika. 谁叫你让 Kama umechoka si unishushe bana, kwa nini uning'ang'anie? 找一个能藏身的地方 Leo tumetembea umbali mrefu sana. 避。等你回去跟他汇报完了， Au tumie nafasi mimi nitafutie sehemu nitulie, nijifiche, nipumzike, alafu then wewe utakuja 好吧， unifuate baadaye. Amtafutie sehemu ajifiche ili baadaye atakuja amfuate, sababu jamaa amechoka, binti amechoka sana, mguu nauma, alafu pia kumbeba muda mwingi ameshachoka. Basi akamuingiza katika lijumba fulani namna hii, ni tempo fulani. 小心， Kwa mwangalifu. 我拿个蒲团给你做。 Ah, kaa hapa. 你可真会找地方，你也不怕我一个人待在。 Anasema sawa, naweza nikasubiria hapa kwa muda. 减四的， Naomba unisubirie hata masaa matatu, naweza kurudi hapa. 没心情跟你。 Sawa, inabidi kuweza kuwa makini, usiogope. Kamata, cheki bastola, hamna kitu. 3颗子弹， Sasa inakuaje bastola hii na risasi chache tu? Na kisu changu najiamini kwa mna shida hiyo itanisaidia kitu. Kisu itanisaidia, wewe nenda nayo hiyo. Kama hata hii bastola risasi zilobaki zitakusaidia hizi, kuwa mwangalifu. Sawa, nisubiri hapo.
Wakati huo prosesi za Watanabe, ulinzi unahitajika wa kutosha, inabidi kutolewa huyu bwana pilot aliweza kubaki, ambaye ni muhimu zaidi ni mkuu wa wakuu, akaletwa huku bwana, letwa katika mazingira mengine tofauti kabisa, ngome, yani katika ngome nyingine. Mheshimiwa, unaweza kwenda sasa. Huku ndiko ambako mission itaendelea. Upande wa pili mlango na gongo namna hii. Watu na timing vipi? Wanakwenda kufungua mlango. Liwalo naliwe ghafla kaingia mtaalamu zangu yupe. Amechoka kinyama. Vipi? Yoyo yuko wapi? Sasa acha kwanza ninywe maji kwanza. Unywe maji, Yoyo yuko wapi? Yoyo atakuja. Yaani kivipi? Niambie Yoyo yuko wapi mpuuzi wewe? La sivyo nitakuja nikubangwe nacho bwana. Kwani uelewi si nimesema atakuja? Yoyo yuko salama kabisa, nimemwacha sehemu. Unasema? Yaani umemwacha Yoyo sehemu? Hebu niache bwana. Wewe tulia. Achaneni kwanza. Yoyo amemwacha huko. Binti alibadilisha kila mikao, amekaa muda mwingi sana, ni nyakati za kutisha mno usiku. Oho. Ni katika mazingira kwenye tempo kuna tisha balaa. Mingurumo ya hatari, binti akaanza kuogopa peke yake. Wewe usinisogelee nitakuwa. Kama ni mbao tu. Wewe usinisogelee. Wenge linampelekesha hadi sauti yake mwenyewe anaiogopa sasa. Nasema Mungu wangu tafadhali usije adui usije eti. Operation ya mwisho akaona bora ajifiche tu macho liwalo naliwe. Mheshimiwa, hapa ndiko ambako utaanza makazi yako sasa. Nilikuwa najaribu kuweza kuuliza labda kuhusu sasa sijajua makazi haya ambayo nimetengenezewa hapa yataleta mpango gani kuhusu mission inayofanywa, kwa sababu natakiwa niweze kufanyia kazi maabara. Tunaelewa mheshimiwa. Tupo kwa ajili ya process za kuhakikisha kama tunapata kitabu kingine, then baadaye tuweze kukupeleka katika maeneo ya maabara ili kukamilisha mission yako. Takupeleka huko sambamba na mission yako maalum, yani maana yake na mtu wake. Watampeleka huko maabara baadaye. Baada ya kukamilisha mission ambayo nadhani kwamba hii itakuwa ni muhimu kwa upande wetu, ni kutafuta kile kitabu ambacho ni cha kisayansi. Hiyo ndo njia pekee ambayo iliyobaki. Na mtu aliyebaki nahisi ni mmoja tu, bwana mkubwa huyu ambaye ni mzungu mmoja tu. Na wakimfelisha huyu bwana, wamefeli mipango yao yote. Ni 40 wanasema 73. Tunaunganisha dude. Asa wamekuja jamaa zake. Yue. Acha tuunganishe leo tuweke na 75 hapa hapa. Oh Mungu wangu. Tunaunganisha episode hapo. Namna hiyo. Yani 73, 74 itakuwa na 75. Kwa 74 na 75. Goma linaendelea. Mambo ni mengi sana. Sasa ni kumweka vizuri Aliu Blaza.
Umeteguka kidogo tu bwana, mguu wako uko sawa. Sawa. Kweli umeniendesha na miatu ya Kijapani mpaka amekuendesha kama miatu ya Kijapani, amekunyanyasa mpuzi, si ndio? Nilikuwa na wasiwasi juu yako. Wapi wewe? Sijamnyanyasa mimi bwana. Nyanyasia wapi? Na wazaje kumnyanyasa mtu ambaye niko karibu na? Luka. Nadhani atakuwa sawa hiyo, yule ameshtuka tu kidogo. Haiko sawa kabisa, mguu wake uko sawa. Hakuna shida. Ulishtuka tu. Uko sawa. Wewe mpumbavu, usiniguse na uma bwana, siko sawa. Uone gusa tu wakati umeona mguu wangu umeumia wewe, jamani ni macho ya paka ni. Akacheka taniana. Basi bwana. Tuachana na hayo, upande wa pili kwa mtoto wa kike huku. Keiko sambamba na mwendawazimu wa kazi. Mzee baba mkula wa hizi kazi. Watanabe. Watanabe bado ana wakati mgumu sana kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kuhakikisha kwamba anatakiwa kuweza kumkamata adui yake. Atumie njama gani ili aweze kumkamata binti anamuita Bailani. Na sasa walishaibiwa kitu muhimu mno. Kwa lazima waweze kuwa makini katika hili, wajaribu kuweza kutafakari vitu ambavyo nadhani vinaweza kutengeneza msingi mkubwa sana. Siwezi kabisa. Luka. Ina maana kambi ya 101 ndo kambi ambayo pekee ambayo inahitajika kuweza kufanya upelelezi zaidi. Asema sizani kama Wajapani wana akili kama hiyo hadi sasa hivi. Hapa cha muhimu ni kimoja tu. Ni kuweza kutafuta kambi ya Hongliang, kumfuatilia Hongliang. Hongliang? Hongliang naye pia alipewa process za ulinzi, yani maana mipango alipewa ya ulinzi ya kuweza kulinda. Wote tukimpata Hongliang akitueleza ukweli, nadhani itakuwa ni fursa nzuri ya kuhakikisha kama tunakamilisha mpango wetu. Na kama怎么办? 关键的关键是怎么不让他们得知高丸教授和我的经历藏在我那儿的秘密。我原先并不相信小分队的能力，现在信了。您想要藏住这个秘密，难，很难。弟兄们，我白浪主意已定，就算是死1000个来回，我也一定要完成这个艰巨的任务。有种，头，你是这个。Anasema Luka. Kapteni, hapo uko sahihi kabisa na kuunga mkono. Anasema hata mimi pia na kuunga mkono. Process ni moja tu. Ni kumfuatilia Hongliang ili mambo mengine yasonge mbele. Anasema hata mimi pia mmoja wenu ambaye niko tayari katika process yote. Binti akasema hata mimi pia tuko tayari kuunganika katika hili. Yaani tuko tayari kwa chochote kile kinachoweza kutokea mbele ya macho yetu. 我展云鹏这次做回英雄。我为你们 Anasema ni sawa. Basi hakuna naomba. Kikubwa ni kufanya upelelezi zaidi ili kujua sasa nini kinachoweza kuendelea. Leo tunakutana kaburi la mtu mmoja. Hatajamfahamu ni nani, lakini pia tunakutana mzee mzima anaitwa Long Jie yuko mbele yake. Mbele ya kaburi namna hii. Alikuwa anakumbuka siku moja alikutana mtoto wa kike mmoja mrembo sana. Mrembo kweli yani. Ni binti ambaye kwa kweli alikuwa anampenda kinyama, maana yake ni mpenzi. Ina maana kumbe Long Jie alikuwa na mwanamke ambaye anampenda, alishampoteza. Amempoteza vipi mimi sifahamu. Aishelewa anakuja kumwekea tu maua namna hii. Amemkumbuka sana. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana, lakini ghafla iliwekwa maua na mtoto wa kike anamuita hii Yohan. Una maana gani? Lakini leo Fuda hai pia amepata kukaa na mtoto wa kike. Yue. Nikumchungulia tu namna hii jamani. Wewe una kichaa ama unajificha nini?
Kana unanichungulia mimi nikiwa naangalia kuna nichungulia afu nikigeuka unageukia huko. 你要是没事， Inamaanisha kwamba unanichungulia kwa oga au niondoke? Sema hakuna shida. 快说。 Kwa tatizo. Sasa kwa nini unanichungulia wakati mimi sikuangalia? 我想送你件东西。 Yaani yale mautani hapa na pale. Binti anapenda sana kumforce mtaalamu. Lakini aliyekuwa anampenda. Naambia nimekuandalia zawadi moja amazing sana. Maana nilikuwa nakuangalia zawadi gani hiyo? Umeona hiki kitu? Ni special for you. 翡翠的。你傅大海发大。 Fuda hai umefanya nini? 这可值不少钱。 Hii zawadi umepatia wapi? 你 Hiyo 答应收下。 nimeandaa kwa ajili yako wewe. Hapana. 说说， Sitaki kabisa hii zawadi. 我给你办什么事儿吧？ Sikubaliane nayo hii. 什么事儿啊？ 我无影圣手，那也算老江湖了。礼下于人，必有所求这句老话，还是很清楚的。天上不会掉馅饼，也没有傻瓜白送人东西。 Basi 你的东西 ni ule utani wa hapa na pale 处 wa mtoto wa kike. 那我说了啊。 Lakini sina maana mbaya. 这咔嚓， Sasa kwa nini nipelekeshe namna hiyo, nipe vitu ambavyo kwa kweli mimi sijatokea kuvipenda. Napenda zawadi nzuri. Nasema lakini hata hii pia ni nzuri, nimeandaa kwa gharama nyingi eti. 应该是我 Na yote niliandaa kwa sababu yako wewe peke yako. 都扯上你。 Sababu yangu mimi peke yangu. 我娘啊， Ndio, ndo msichana ambaye kwa kweli napenda kuwa karibu na yeye kila wakati. Lakini amnonoma kama itakuwa pia anihitaji basi hakuna shida. 这跟 Nitatafuta njia mbadala kuhakikisha kama nijue jinsi gani kuweza kuilinda zawadi yangu. 按我家的习俗， Lakini haikuwa special kwa mtu aina yote, bali ilikuwa special kwa ajili yako wewe tu. 亲手带上的。 Niliandaa kwa ajili yako wewe. Mtakaona kweli asema Fuda hai kweli. 你占我便宜， Mtakuwa nipenda kwa nini usemi sasa? Si useme tu kweli na wewe vipi? 这个不便宜。 Mimi niseme nini lakini nimeandaa zawadi tu kwa ajili yako. 就是占我便宜。 Sema tu. 很幸运， Upande wa pili. 真 Hata ameanza kuzama katika mapenzi taratibu namna hii. 惦念着他。 Anasema najua katika maisha yako hutaweza kusahau pengo ambalo limeweza kujitokeza. 还有什么 Najua 比这个更？ hutosahau katika maisha yako yote. Yaani maana yake uliwahi kumpenda huyu binti. Ni mara ya kwanza ndio uliwahi kumpenda barabara. 太苦了自己。 不， Asema hapana. Hakuna kitu ambacho katika ulimwengu kisichosahaulika. 另外一个人， Mungu ametuumba, ametutengenezea kitu kinaitwa sahau. 另外一个女人， Ipo siku moja tu nitasahau, 即将要成为我。 lakini kwa wakati huu bado mapema sana. Endapo nitapata pengo hili likazibwa na mtu mwingine, nitasahau. Yohana akamkamata vizuri, kama pengo kuzibwa nitaziba mimi. Takuzibia baba pengo, hakuna shida, pengo tu nitaliziba. Ni hatari sana baba pale ambako una maumivu ndani ya moyo, umeumia vibaya mno kumpoteza mtu ambaye umpendaye. Ni filamu Noea tu inatokea kwamba kuna mtu tu anatokea kuja kusema kwamba nitakamata nafasi ya mtu ambaye aliweza kuumiza. Manake nitaziba pengo la mtu huyu ambaye hana hatia kwa kweli. Ndicho ambacho kinachotokea kwa mtaalamu anamuita Longjie. Anatokea tu mwanamke ambaye anakuja kuziba pengo la mwanamke ambaye alimpenda mno, lakini sasa amempoteza. Amempoteza kivipi? Hem, twende sambamba na kukaribisha katika episode inayofuata hii hapa. Dude ni balaa. Wanaita Blade Dangers. Episode ya 73, 74, 75 naishia hapa. 76 hii hapa, twende sambamba tusonge mbele, karibu sana.